wanaona ni kama staili, waliona kwamba kukaa katika dhambi na kuja kanisani ndio utakatifu, wanaona ndio staili. Anasema waliokaa katika giza mwanga mkuu umewazukia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameshakaa katika giza, hawaoni thamani ya wokovu, hawaoni maisha kukaa kitakatifu. Ataona rahisi sana kumwimbia Bwana, halafu hiyo Bwana anayemwimbia mdomoni, moyoni mwake hayuko. Nitakuja nikuoneshe thamani ya moyo wako na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mahali anasema watu hawa wananiabudu katika midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami, ya kwamba sijaridhia chochote anachokifanya, sijakilizia kwa sababu wamefungwa. Yesu anapokuja anasema amekuja kuwasaidia watu watoke kwenye mifungo walivyo nayo. Amen. Ndio muujiza wa pili wa maisha ya wanadamu na Mungu wake. Kwa hiyo hili badiliko linapokuja linalenga likutoe kwenye hali iliyokutesa. Yesu anakutana na watu wamekuwa makaburini miaka mingi, mapepo yamewakamata, shida zimekuwa kwao kama vichaa, hawaeleweki. Mapepo wanapomwona Yesu namna hii wanasema, tuna nini nawe Mwana wa Adamu? Umekuja kututesa kabla ya wakati wetu. Sikiliza, mapepo na majini yanajua kuna wakati wao wa kuteswa, kuna moto wa jehanamu, kuna shida ya milele. Yanajua kabisa iko shida. Kwa maana hiyo yanapokukamata hayatamani uende kwenye shida ya milele, kwenye raha ya milele, lakini uende pamoja nayo kuishi. Sema, Bwana Yesu, unisaidie kutoka kwenye vifungo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa hiyo ndio muujiza wa pekee sana, kuwatoa watu katika vifungo vyao. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mathayo 11:28, neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu alipokuja alitangaza kuwasaidia watu wenye mizigo ya ndoa zao, wenye mizigo ya uchumi, wenye mizigo kwenye afya zao. Anawaambia, njoni ninyi nyote kwangu mnaosumbuka na kulemewa, kwa sababu access ya kufunguliwa kifungo ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Na usipolitambua hili utafuata maji na chumvi. Lakini ukishakaa sawasawa na Mungu, haijalishi nini kitakutenga na upendo wa Bwana, utaendelea kumtukuza Mungu mpaka kiyama itakapotokea kama mwangaza. Utaendelea kukaa katika uwepo wa Bwana, haijalishi jambo gani litatokea, kwa sababu unajua yeye aliahidi. Jana tuliona anasema ni mwaminifu na hakika atatimiza alichokiahidi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa nikwambie, vifungo vya mateso vya watu wengi vimekuwa fursa kwa watu wengine. Yaani kifungo chako wewe kimekuwa fursa kwa watu wengine. Ndio kuna mmoja ataangalia